kiuchumi haitoathiri upande wetu sisi, ni kitu ambacho kitaathiri dunia nzima. Kikubwa ambacho ningependa wananchi wakifahamu ni kwamba wakae katika hali ya amani, kwa sababu ni vita ambavyo kwa kweli havituhusu, na ni vita ambavyo athari yake tu ndio itayotukabili. Serikali itafanya nini? Sasa hivi ni mapema kusema serikali itafanya nini, lakini ni kitu ambacho tunakielewa. Serikali inatathmini kuona jinsi gani tunaweza tukamudu ule mtikisiko ambao uwepo wa kiuchumi. Na hapa labda mimi niseme kitu kikubwa ambacho kitaathiri ni swala zima la uwepo wa mafuta. Na mnajua yale ni maeneo, tumeambiwa lile eneo moja tu ambalo linapita mafuta baina ya Oman na Iran, ile Strait of Hormuz, 20% ya mafuta yanapita pale. Kwa hiyo hicho ni kiwango kikubwa katika uzalishaji wa mafuta, na ndio mafuta mengi ambayo yanakuja katika kanda yetu sisi huko. Kwa hiyo tukipata athari ya mafuta, kwa maana pengine kuwepo, lakini kwa maana pengine kupanda bei. Leo ukiangalia katika matelevisheni yao wanakuambia tayari kuna kila ishara ya barrel moja ya crude oil ambayo ni $79 kupanda kufikia $100. Kwa hivyo hii itatuathiri. Ninachofahamu Zanzibar ina mafuta ya kutosha katika kipindi hichi. Karibu miezi mitatu tutakuwa hatuna shida ya mafuta. Lakini hii ni taarifa ambayo itatolewa baadaye kupata uhalisia wake, lakini watu wasitaharuku, waendelee na kazi zao, waendelee kufanya shughuli zao za kiuchumi, kujijenga, ili waweze kunufaika na yale ambayo wanayafanya. Na serikali ipo inaangalia hii hali inavyokwenda duniani, na baadaye itakuja kutoa taarifa rasmi. Kwa hivyo hili nitaka niliseme mwanzo. Lakini kulikuwa na swala linalohusiana na zao la mwani, ni tani ngapi? Kuna mmoja aliuliza. Haya maswala nitayajibu kwa umoja kama yalivyo. Tumezalisha tani 470 za mwani katika kipindi hichi, na niseme tu kwamba huu mwani uko aina mbili. Kuna ule unaitwa cotonin, lakini kuna mwingine unaitwa Spinosia. Sasa mimi niwape moyo wazalishaji wa hawa, kwa sababu ile cotonin ndio yenye pesa ya juu, wajitahidi kuzalisha ile kwa sababu ndio yenye pesa nzuri zaidi. Lakini huu ambao tuko nao hatujausafirisha bado. Kwa hivyo bado tuko nao kwenye maghala, na hatujui kama tutausafirisha au hapa kiwanda kitakapoanza kazi itakuwa ndio bidhaa ya mwanzo kuweza kuifanyia uzalishaji pale. Kulikuwa na swala linalohusiana na mikakati iliyowekwa kwa ajili ya soko la mwani. Mkakati mmoja ni huu wa kuweka kiwanda ambacho kitaweza sasa kusarifu mazao ya mwani, kwa sababu kabla ya kuweka kiwanda kile, mwani ulikuwa upo tu kiolela olela, unachukuliwa bidhaa ile haina thamani kama ambavyo inatakiwa. Lakini mkakati ule ulioleta serikali wa kuweka kiwanda kile na kuweza kuzalisha bidhaa za aina mbili kama nilivyosema, ile za chakula, lakini pia za mbolea pamoja na yale mafuta, itaongeza thamani ya mwani ule. Kwa hivyo huo ni mkakati wa kuhakikisha soko la mwani sasa linakuja juu.